yule mtu anayekwambia mambo yale yaliyo tofauti na ile ukweli Mungu anaoutaka, anakulead in confusion. That's why I'm telling you, if you don't know why you should have the word of God, then you are confused. Praise God. The reason why you are confused is because you are despising the truth. And the word of God tumesoma na nimekudefainia vizuri is the truth. Praise God. When you lack this truth, you'll be under confusion in the kingdom of God. Unless as in the world, you act correct in that kingdom. But because we are of the kingdom of God, that's why when this word does not align to you, it come to you as the truth it is, then being led by confusion. And then God is saying that whoever will lead you to these words that is not correct, huyo anakulead kwa confusion, but God will punish him. Bwana Yesu asifiwe. Tuelewe kwamba kuishi na Mungu ni kuishi kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna njia nyingine tunaweza kuwa nayo ya maana ya attract Mungu isipokuwa kwa neno lake, kuact on his word. So elewa also you are inakufanyanga sanctify you. The word of God sanctifies you. Inakuosha, inatoa the old man. Your newness which is in Christ inakuwa revealed. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa revealed. So you must understand that word of God will sanctify you. The word of God is able to tell you why Christ came. Itakwambia kwa nini Yesu alikuja. Yani you will understand why Christ came. Sometimes hata saa hii nikauliza, acha niulize swali moja. Brother Mishek, since you believe Christ, umegain nini? Since what have you gained? What have you received? What have you umepata nini since you pata Christ? Automatically, inafaa kukuja automatically. Because let me tell you, if you don't have an evidence of believing in Christ, then it's too dangerous. Because you might be there, but you are not there. You know, one thing you should know, Irene, since you know Christ, since you believed Christ, what benefit umepata nini kutoka kwa Kristo? Like what? You know, that's a general statement. Of course. For the Bible says, whom Son set free is free indeed. And where the Spirit of God is, there is liberty. And through the Christ is when that Spirit came to bring liberty of us. So, ujamaliza kunijibu kutoka umwamini Kristo umepata nini? So it might look like it's a simple topic, but somehow if you challenge yourself, you'll come understand that we are just living, yani you just live to live. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi tu katika Kristo. Now that's a big mistake. Ujue saa hii many people wanataka ile kitu ama wanataka kuingia katika ufalme wenye uko na resorts. That's why you see
people will go to witchcraft. Sasa mtu akiibiwa anatafuta mchawi mwenye atamfanya huo mlogi yani yule amemuibia apatikane, because they want quick results. Ukikuja upande wa the kingdom of God, when someone steals from you, neither you forgive, lakini you cannot, kuna vitu zingine uwezi nenea huyo mtu, uwezi mnenea kifo, unambariki. That's why Paul anasema we have become the scum of the world. Wanaweza wasifiwe. So saa hii people want the quick results. Now if you are in a Christian life, or you are in the kingdom of God, you are a believer and you have nothing, hauna kitu unaweza be proud of since you believe in Christ, then you should challenge yourself. You should go back to the scripture and search through and through. Ujue kwa nini Yesu alikuja. Ujue what is your inheritance by believing in Christ. One of the inheritance we have, tumeisoma kwa Biblia tukasema eternal life. Jesus is eternal. We are not living the eternal after death. As long as you believe in Christ, you have the eternal life. Because Mungu anasemaje? Biblia inasema fear who can destroy spirit and soul. Why? When your body fails, mwili wako kufail, your spirit will be intact. Bwana Yesu asifiwe. So eternal life is not coming after your death. It's already with you when you believe in Christ. That is the first inheritance. That is the biggest inheritance that you have received through Christ, by believing in Christ. Bwana Yesu asifiwe. We have a lot of things. You cannot, when you ukitaka, Biblia inasema God cannot be pleased in a carnal way. That's why we have our instructor, the word of God, the breath of God, which Holy Spirit anatusaidia, is our helper, anatusaidia ku accomplish the mission of Christ, of God. Ukisoma in the book of John 16, inasema the Holy Spirit hatakuja kuleta new things, atakuja kukupe the remembrance of what Christ have taught. Yesu anasema Roho Mtakatifu akikuja atakuja kukupe nguvu, ama kupea nguvu kile Yesu ameongea, what Christ anataka, what the Father have intended for you. That is what the Holy Spirit is helping you to improve in. Bwana Yesu asifiwe. So with that few minutes, nataka tuingie kwa maombi. Nataka tuingie kwa maombi na uelewe kwamba it's too dangerous for a Christian to live a life of a Christian without the word of God. Without word of God, and without full information, full equipped of the goodness of God. That's why you need to be equipped whenever things comes, things happens to your life negative, you'll be able to emerge victorious. Nataka tuombe for 10 minutes. 10 minutes to pray for God to enlighten us with his word. Neno lake liwe ndani yetu, ama lijae ndani yetu. Maana sometimes when you go to read the word, kuna watu huwa wana switch, unaboeka, mfano umeniangalia hivyo ni sawa tu, but ukiboeka tu. That's why there is difference between studying the word of God and reading the word of God. You can lead like unaweza soma just reading kama storybook, na kuna study. This word of God sometimes imejaa most of the parables ways.
ya kureflect the word. So unaweza kosa kuelewa. So the studying of the word, you get the deeper meaning of it. That's why unakuta ile kanisa ulitoka, kile kitu mliufunzwa, unakuta saa hii wale wali study word, kama ukienda kama for example when you hear our Reverend, utasikia there is difference between what you heard and what you are hearing today. Wanaweza wasifiwe. Utakuta kuna tofauti. Kwa nini? The meaning of yule aliyekulea ya word na pale hapa unasikiza, unaona ni kama ulifuata the wrong path. Wanaweza wasifiwe. But we pray God, tunaomba Mungu atupe the deeper meaning of his word. Kwa maana people are getting lost because they don't have the right meaning of the word. People are living life of Old Testament. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaishi maisha ya Old Testament. We are no longer in the Old Testament. Kitu moja unafaa kuelewa, in the book of Old Testament imejaa sana message about Christ to come. Christ to come. Na Christ already amekuja. We are in the New Testament by the blood. Elewa, in the Old Testament ikona faction mingi za religion. Now you cannot practice it in the New Testament. Bwana Yesu asifiwe. You cannot practice it in the New Testament. That's why Yesu alikuja akasema, sijakuja kuondoa lakini nimekuja kurekebisha. Na akarekebisha sheria ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Ile sheria ilikuwa inakalia watu, Yesu akabadilisha. One of the sheria unafaa ujue ilibadilishwa, kama ile the day was bound in people. The seventh day, ungefanya hiyo siku kazi ungeuawa. The law of Moses ilikuwa inaua mtu. But for now, we are above that day. Siku ndio haikuumbwa juu ya mwanadamu. Mwanadamu ndio, yani mwanadamu hakuumbwa kwa hiyo siku, yani hiyo siku haikuumbwa, iliumbwa juu ya mwanadamu. Lakini si mwanadamu aliumbwa kwa hiyo siku. So a day cannot have authority over a man. That's why hata kama kuna makanisa ya seventh day and they make sure that day is seventh, na wanasema ni Saturday. Now we praise God all the time. All day we praise God. So unafaa kuelewa zile sheria Yesu alinini za Old Testament aliondoa na zile aliweka. You must be careful. That's why nilikuwa nasema you must be careful. Don't practice religion in the kingdom of God. Because the kingdom of God is not part of religion. Bwana Yesu asifiwe. The kingdom of God is not part of religion. Na most of religion, vitu zenye zinafanyika religion sana utazipata in Old Testament. Be careful in Old Testament. Maana unaweza act, kuna madhabahu unaweza enda kuvunja na ufai as a Christian mwenye ako in the kingdom of Christ. Haufai kushinda ukivunja. Kuna madhabahu victory that Christ have given you than to think about the altars and giving the sacrifice of back altars. Madhabahu iliyovunjwa already ishavujika, lakini you are not enlightened in your mind. Already you have not enlightened. You are not enlightened. You are blinded. You are in the Old Testament. You are waiting for Christ to come already. Now ume confess Christ is Lord in your life. Bwana Yesu asifiwe. Elewa kwamba between the Old Testament and New Testament, the reason why the Old Testament iko ni kuonyesha the alignment ya vile Yesu anakuja na kile aliondoa. Kama Old Testament ya iko, hawezi ona mahali nini Yesu, kile Yesu alitolea watu. So sahi New Testament tunaianza in the book of the Acts. Now we are new in the when the scriptures say you are no longer old, in the book of 2 Corinthians 5:17. Therefore you are a new creature. Sasa umeshakuwa kiumbe kipya kwa kumwamini Yesu. Then tell me, hii madhabahu inakuinda ni gani? Then that means Christ has no power in you. That's why you find that power ama life of a Christian is full of confusion. Kwa maana ana act religion